Karibu mdogo wangu. Simu yako imenishtua. Ni kweli dada. Mimi bana kuna ndoto nimeota. Ndoto? Ndio. Wewe nimeota nipo makaburini. Makaburini? Ndio. Wewe nimeota naangalia tu makaburi muda wote. Sasa nikafikiria hapa hii ndoto imenitisha sana. Nasema hapa kunipa maana ni dada yangu. Ndio maana nikakupigia simu. Nikaona kwenye simu haifai, nikaona bora nije. I say pole sana mdogo wangu. Asante. Mimi sina elimu sana ya kutafsiri ndoto, lakini hapa unamjua mzee Somo? Mzee Somo ndio namfahamu. Sasa nenda kwa mzee Somo, atakusaidia na atatafsiri vizuri kabisa hiyo ndoto yako. Kuona maanisha mzee Somo anaweza akanipa majibu ya hiyo ndoto yangu? Anatafsiri vizuri kabisa. Atakusaidia sana. Itabidi nimuone mzee Somo, maana naweza nikadharau. Kumbe hii ndoto ina maana nyingine kaanza kunitesa. Ndio. Sasa dada na pia samani kwa usumbufu. Usijali kwa kuharibia muda wako. Hamna shida, usijali. Mimi ngoja niende. Karibu sana. Asante baadaye. Karibu. Mzee Somo, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kheri bwana. Bwana salama bwana. Ndio, shikamoo. Marhaba, jambo. Salama bwana, vipi hali? Hapa kwema, sijui huko utakapo. Nashukuru Mungu bwana. Bwana nimekuja bwana na malalamiko. Malalamiko gani tena? Malalamiko bwana kuhusu ndugu yangu, kijana mwenzangu. Amefanyaje Zumai? Amemwibia binti wa watu simu. Kwa hiyo binti katika uungwana wake alofanya kaona kwanza anifuate mie kabla hajachukua maamuzi yoyote. Anifuate mie kwanza ili anipe taarifa mimi nizifikishe nyumbani moja kwa moja kwamba anataka simu yake irudishwe. Anataka simu yake irudi. Tofauti na hapo atafanya maamuzi mengine, na kama unavyojua dunia sasa hivi imebadilika. Sasa hivi masuala ya kuendeleana yale hakuna. Sijui huyu mtoto wa mzee Somo, huyu mtoto wa mzee Mchekele, hakuna siku hizi bwana. Siku hizi bwana, mtu akikamatwa kuna mawili. Aiza apigwe aumie au la, unakuta tu mwanao kashachekechwa kafa. Unajua maana kuchekecha? Kuchekesha ndo nini? Kuchekecha bwana, mtu anashikwa huko anachekechwa ule. Anapelekwa mbele kama linavyooshwa dumu. Ushaona dumu linavyooshwa vile. Unakuta mtu kafa. Sasa wewe utakuja kutafuta ubaya na ndugu zako, useme labda kalogwa, kumbe la yule bwana wamemchekecha. Kwa hiyo bwana, fanya mpango, ongea na bwana Ismaili simu ile irudi. Sasa mimi na wewe tusirikiane. Ndio. Sawa? Ndio. Mimi wewe nakujua tangu kwa bwana ndogo sana hapa. Sawa? Mimi nakutegemea na wewe umpe Sauli mdogo wako. Mwambie haya mambo anayofanya yafai. Sawa? Amogope Mungu. Wezi mbaya, sawa, utamuua. Sawa. Wakimuua mimi nitanzika nitalia. Ndio nyamaza. Sasa yeye itakuwa vipi? Sawa? Mimi nakuomba bwana. Ndio. Sawa bwana Dudu? Nakuelewa. Nisaidie hili jambo tuongee naye. Ili mdogo wako naye abadilike kama wewe. Ulivyokuwa unakuwa msikitini kusali, na ndugu wako ambaye anakwenda msikitini kusali. Sawa? Mimi kukusaidia nitakusaidia katika mazungumzo. Ila sasa kwanza wewe, maana wewe ndo mzazi. Mimi naweza nikaongea kama rafiki akaniitikia tu pale kwa kunifariji mimi akaondoka zake. Ila wewe ukiongea litakuwa na uzito. Cha msingi watakavyorudi ukae naye chini muelekeze ile simu walipopeleka irudi. Mimi bwana akasharudi tu hapa kitie nguu. Jambo la kwanza nasema wewe umekuiba simu ya watu. Rudisha simu ya watu. Watu watakusekesa. Sawa. Wakukusekesa mnasema wewe unakufa. Sawa bwana mzee Somo, niache niende. Bwana karibu. Asante bwana. Lakini sasa mama yako anisoma matembele. Usijali mzee Somo. Usijali. Nitakuja tena tutakula kwa sababu ninavyotaka mimi mzee Somo. Atakavyorudi yule bwana. Utakavyomuita kukaa na kikao na mimi unishirikishe. Sasa hapo utakavyonishirikisha sasa ndo mama anaandaa. Kweli. Na ugali utakuwa sawa. Tunapomaliza mazungumzo pale sasa tunakula ugali na matembele. Sasa kumbe vipi bwana? Basi karibu. Bwana karibu bwana. Asante sana. Mzee wangu mimi naenda bwana. Haya bwana karibu. Asante. Bwana mimi sikutoi bwana. Mimi naenda mzee wangu. Hamna shida. Usijali kijana mimi. Haya. Karibu. Mtoto huyu. Mtoto huyu mbona ananiletea balaa huyu? Anakuiba simu ya watu. Soma hili, toto dini hataki. Aliyobaki yeye kufanya mambo ya ovyo ovyo tu. Dede na kolela. Kanono malala kudedeli. Hawa watoto hawa mimi nimeweka sopa vizuri hivi. Hawana wanapangua kila wakati. Wanataka kunisulumu hawa. Hawa wanataka kunisulumu kweli hapa. Bila kwa njanja hapa watoto watanipiga bawa. Babu. Unasema?
Wa alaykum salaam. Habari? Salama, shikamoo. Marhaba, jambo. Sijambo. Habari za huko tokapo? Huko nzuri. Kwa sababu na maongezi na yeye kidogo. Na maongezi na mimi kidogo? Chukua kiti. Ataweza tukaongea tumesimama. Chukua kiti, tukae hapa tuzungumuze kidogo. Sawa? Chukua kiti baba. Njoo huko baba. Ulileta mdomo huu. Tusikilize mdomo wako. Haya, kaa chini. Haje niambie hilo nini ulitaka kusema baba? Bwana, mimi nimekuja na matatizo yangu. Matatizo gani? Bwana, kuna ndoto nimeota. Imenikosesha sana amani. Nimeenda kwa dada yangu, kaniambia kidogo ni mtaalamu wa kutabiri ndoto. Ndoto hiyo inasemaje? Yeye nimeota nipo makaburini, naangalia tu makaburi. Yaani muda wote natazama tu makaburi, nazunguka, yaani sijaelewa yani. Ndio nimekuja hapa nijue tafsiri yake ni nini. Nakuuliza swali kwanza. Ndoto yenyewe sio mbaya. Kuna kitu kinakukumbusha. Mimi nakuuliza swali, baba yako tangu amekufa, ulishawahi kwenda kunitembelea? Uyatembelea makaburi? Kusema kweli sijaenda. Toka tulivyotoka tu yani vile tumemzika mpaka leo sijaenda kabisa. Hili ndio kosa nalifanya. Sababu baba amekufa, watu kule kile siku baba yako, watoto wenzio wanamwombea dua. Yeye hapati dua. Alikuwa anasubiri dua tu wa watu msikitini, walikuwa wanasoma ile dua pamoja na yeye ndio apate dua. Baba yako amekasirika. Ndio maana amekupata singizini kukukumbusha manangu na mimi sakula ninasokula dua. Sawa? Ili nafusi iliyokuwa kule kabarini inakula dua. Sawa? Kwani wewe dini hujasoma kidogo? Kusema ukweli mimi kwenye elimu ya dini nimesoma ila sio sana. Hiyo ndio shida. Hapo baba yako ndio ile palikosea. Sasa ukumbuke unatakiwa baba yako unsomee dua. Ili kusoma dua huyu baba haji tena kukupata singizini. Alikuwa kuja kukupata hakuonezi tena makaburi, nataka kuja kukuambia jambo lingine. Sawa? Sana katika kusoma unasomea msikitini au hata nyumbani? Unamuita sehe nyumbani kwako anasoma tu. Au kama vipi ujifunze kusali, unakwenda msikitini kule kwa sababu mwenyewe hujui, unakwenda msikitini unamwambia imamu msikiti pale. Bwana imamu, mimi nimekuja. Mimi nataka kumrehemu baba yangu. Sawa? Basi unafanya dua, unatoa sadaka kidogo pale. Watu wanasoma dua pale. Haya mambo tena hutayaona. Sawa? Sawa, babu nashukuru kwa kunaniambia, nimeelewa. Moja nitafanya hivyo. Na endapo mfano kama hujafanya hivyo inakuaje? Atakuwa anakusumbua sana baba yako. Kwa sababu baba yako atakuwa anaona uchungu. Wenzie kule siku ya Alhamisi watu wanamwombea dua wazazi wao. Au wakati watu wanasali wapo sini pale mekaa chitako, anamsalia anamwombea dua baba yake imwepuke hesabu ya kaburi, apate neema. Yeye amekaa tu anabaki analia, wenzio anafurahi, yeye anabaki analia, anasema mimi nimeacha mtoto duniani, lakini mtoto nilimwacha duniani anisaidii. Uliona shida hiyo? Utamwacha baba yako, roho yake inapaa inashindwa kutulia, lakini ukisoma dua baba roho yake inatulia. Haya mafundisho alipotufundisha sisi Bwana Mtume wetu Muhammad, kutufundisha tufanye jambo kama hili, kuwakumbuka marehemu. Sawa? Sawa. Basi baba nashukuru, na samani pia kwa usumbufu, maana naona ulikuwa na kazi yako pale. Ngoja ngoja endelee, mimi naenda. Hilo baba hujanipondeshea muda. Na mimi mwenyewe umeniletea jambo, nimekufundisha wewe nawe ulipata mtu siku anakuja na shida kama hiyo. Anamwambia nenda kwanzie pale somo, atakupa kama kitu kama hicho. Wewe tayari umepata nini? Umepata somo. Unamkumbuka baba yako. Sawa? Sawa. Kumbukeni watoto. Lakini hujachelewa sasa hivi. Hata sasa hivi nenda madarasa, kasome, ujue dini ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Sawa baba, ilipata hata dua ya kupata ya kutaka kulala. Hata dua ya kuingia sooni ujue. Wewe ukiingia tu unalala kama ngalao hivi. Au kama ng'ombe anadandoka tu kisandani amelala tu. Wewe hakuna dua. Wasawi wanakosesea tu. Unaposoma dua wasawi ya kusesea hii. Sawa somo? Sawa babu, nimekuelewa. Haya, karibu. Haya babu, mimi naenda. Karibu, sichoke kuja. Haya mwanangu. Wewe